Leo ngoja niongee na nyinyi wazazi ambao mna watoto mnaowapenda sana. Hata mimi na watoto. Lakini naomba nikuhakikishie kitu kimoja. Kuwa makini na wanaompenda mwanao. Kuna namna unaweza kumpenda afu kumharibu baadaye na ukawa msaidi kabisa. Sote tunafahamu kwamba maisha ni magumu na katika kufanya mafanikio yoyote kuna ugumu upo. Hivyo unahitaji kuwa na moyo wa kishujaa, unahitaji kuwa kifupi unasema unahitaji kukomaa. Hakuna kitu chochote kinachopatikana kirahisi katika maisha yetu ya kila siku. So, nataka kusema ni kitu kimoja. Kuna wazazi wakati mwingine unaongea out of love. Unaongea kwa sababu feel unampenda mtoto, unampenda sana. Unakuta inafika point unamwambia vitu ambavyo bila kujua kama unamharibu, unamfanya awe mzembe. Kwa mfano una mtoto wako mmoja wa kiume. Natoa mfano. Unaweza kuwa pia na wa kike au kawa nao wawili watatu. Lakini una mtoto mmoja wa kiume afu unaongea neno kwamba mwanangu soma sana, mimi ndio nakutegemea wewe hapo uje kuwa mrithi. Hizi mali zote hizi za kwako baadaye nitazeeka. Mimi nitaondoka nitakuacha. Ni maneno mazuri ya kumpa moyo, lakini pia ni maneno mabaya ukiyafikiria sana kwa sababu akienda upande wa pili kwamba sasa hizi mali zote tayari zipo, mimi why should I suffer? Kwa nini nihangaike? Kwa nini niteseke? Kwa nini nipambane? Kwa nini nikomae? For what? Sababu tayari nauona utajiri wapo maisha hapa. Mimi baba hizo wale kiniachia tu tayari chatoboa. Na sometimes unamfanya mtoto atamani hata wewe uondoke mapema. Una habari? Mwambie mtoto maneno magumu. Mwambie mtoto hapa unachokiona huko ndani wewe una hata kidogo, una hata cha kwako hapa. Tafuta vya kwako. These are things of me. These are my things. Me and your mother. Hii dogo apate spirit ya kupambana kwamba mimi bwana hapa natakiwa nipambane nitafute vitu vyangu. Wale mliosoma mnajua ugumu wa shule. Shuleni ni pagumu. Shule sio rahisi. Inahitaji mtu uwe na moyo, uwe na hasira fulani, uwe na kitu kinachokufanya uamke wakati wenzako wamelala. Uwe na kitu kinachokufanya ukumbuke vitu, yani uwe na hasira fulani vya maisha. Ndio maana mnaweza mkawa mashahidi watoto wengi waliotoka katika familia zenye background kubwa, ukifika shuleni ni hatari sana. Piga sana shule. Na watoto baadhi ya watoto sio wote, baadhi ya watoto wa kibosi, watoto wa kishua hawa, utaona shuleni wanasumbua sana, hawana hata mpango wa kusoma kwa sababu walishakuwa na promise nyingi. Ashaona kwamba yeye ndio everything, pale vitu vyote vinamsubiria. Yaani anasubiria tu muda ufike, miaka kadhaa, afikishe miaka 18 na aanze kutawala. Kwa hiyo wapeni watoto maneno ambayo yatawajenga, yatawapa hasira ya maisha. Haya maisha yanahitaji mtu uwe na nguvu, uwe jasiri, ukomae, uwe na hasira. Yaani kwamba huna tena